Vumilivu wana tabia ya kuhamahama. Aliyekosa kiongozi lazima hawezi kudumu eneo moja kwa muda mrefu, atakuwa na kawaida ya kuhamahama. Aliyekosa maelekezo, aliyekosa kuonywa, aliyekosa kuambiwa ukweli hawezi akadumu eneo moja kwa muda mrefu. Ndio maana Mungu hajawahi kumwamini muombaji ambaye hana maongozi ya kiroho yaliyonyooka. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wako waombaji wengi sana ambao anaweza akaja kuomba hapa, akaenda kuomba kanisa jingine, akaenda kanisa jingine, na Mungu anamuona tu anavyoendelea kupuyanga huko, anashindwa kuachilia majibu ya maombi kwa sababu ameshindwa kutulia, ameshindwa kuwa na uvumilivu, ameshindwa kukaa chini ya kuhani na akanyenyekea, akakubali kuambiwa ukweli na akapangiwa vya kufanya, amekataa kuyafanya hayo. Bwana asifiwe sana. Kama mume wako ameliwa na tabia ya nzige, siku zote atakuwa anarudi muda ambao wanajuaga unakuaga umeisha lala. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu hapendi kuambiwa ukweli, hapendi kuongozwa. Kwa hivyo kama una kawaida ya kulala saa 5, atajitahidi saa 6 amerudi kazini, anaingia saa 2, ataamka saa 11 kama vile anaenda kufungua ofisi, ili asiwe na muda wa kuzungumza na mke wake, kwa sababu siku zote akirudi nyumbani huyo baba, kuna maneno mke wake huaga anamwambia, fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu hapendi kuongozwa, hapendi kuambiwa ukweli, atajitahidi kukuepuka kwa gharama yoyote, atajitahidi kujiweka mbali na wewe kwa gharama yoyote. Na uwe na uhakika, ukimkimbia anayekuambia ukweli, anayekuonya, udhaifu wako siku moja utakuja kuonekana na watu ambao hawakutakiwa kuuona. Bwana asifiwe sana. Kama ni mume, watoto wako siku moja watakuja kuuona udhaifu wako. Kama ni mama, siku moja watoto wako watakuja kuuona udhaifu wako na watakuambia, baba, kuna hili na hili na hili, mama, kuna hili na hili, kwa sababu ulikuwa unakataa kupokea maonyo, maelekezo, kuongozwa, kuambiwa ukweli. Kwa hivyo madhara ya kukataa kuonywa ni kuhamahama. Madhara ya kukataa uongozi ni kuhamahama, kukosa utulivu. Lakini pia jambo la pili, udhaifu wako utakuwa exposed kwenye mazingira ambayo haukutakiwa kuwa exposed. Udhaifu wako utaonekana kwa watu ambao hawakutakiwa kuona udhaifu wako. Ndio maana ni muhimu sana kukubali kuwa chini, kukubali kunyenyekea, kukubali kuambiwa ukweli. Ijapokuwa pia mnaosemaga ukweli, mjifunze kusema ukweli kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukweli wowote ambao hautasemwa kwa hekima una kawaida ya kugeuka na kuwa uchafuzi.